Edikwazo oye! Wakina mama mpo? Wakina baba? Jamani, tunashukuru sana. Mimi kama mlivyoambiwa na kakangu Mheshimiwa Doyo, Hassan Doyo ni somo wangu huyo. Mimi ni afisa habari wa shirikisho la wachimbaji madini Tanzania, naibu afisa habari, lakini vile vile ni makamu mwenyekiti wa wachimbaji madini mkoa wa Tanga. Nimekuja hapa nimeambatana na Mheshimiwa Rais kwa ziara ndogo hii, lakini maalumu kwa ajili yenu watu wa Edikwazo. Mheshimiwa Rais alikuwa anawiwa muda mrefu sana kufika kuwaona na kuwasikiliza kero zenu, changamoto zenu, lakini na mafanikio yenu pia. Kwa muwe huru, kuweni na amani. Rais yuko hapa kwa niaba ya kuwasikiliza nyinyi, lakini vile vile mfahamu kwamba kuna afisa wetu madini wa wilaya yetu hii yupo hapa, na yeye pia ni mmoja wapo katika watu ambao watapenda zaidi kusikiza mambo yenu yote mkimweleza Mheshimiwa Rais, na kama atapata nafasi ya kusema atasema yale ambayo atastahili kusema kwenu nyinyi. Kweni huru, sema kila mnachojisikia. Najua changamoto zenu. Mimi kama makamu mwenyekiti wa mkoa wenu, lakini leo kaja ng'ombe mwenyewe sasa. Mmesikia? Semeni, msione na wasiwasi. Mmesikia kaka zangu huko? Yale ambayo mnaona yanafaa kusema kwa Mheshimiwa Rais, huyu ndio namba moja kwenye madini. Mkikosa kusema hapa mtajilaumu. Unaona Huyu ndio mwenye funguo ya kuingia kwa namba moja. Huyu ndio mwenye funguo ya kuingia kwa waziri. Kwa na miomba sana ndugu zangu, kuweni huru, kuweni na amani, tumieni busara zenu, semeni changamoto zenu lakini na mafanikio yenu. Baada ya kusema haya, kabla ya kumpa Mheshimiwa Rais, wacha nimrudishie Mheshimiwa afisa madini hapa, yeye Injinia Naimani aseme na nyinyi kidogo. Wachimbaji oye! Oye! Mimi nadhani nitumie fursa hii kumkaribisha Rais, na kimsingi kwa kweli sisi tumekuwa pamoja kwa muda mrefu. Rais pia amekuwa akija mara nyingi, lakini kwa kuwa amekuja leo tena kwa kuonana na nyie, basi tumpe nafasi ya kuzungumza, na yale ambayo ataelekeza sisi tutatekeleza, lakini kama kuna jambo mwingine, ngoja nimalizie kwenye chuma. Sisi ni wadau wa chuma, na kwa jina naitwa Doyo Hassan Doyo, ni mchimbaji wa madini ya dolomite pamoja na chuma. Mheshimiwa Rais wa shirikisho, mimi na masikitiko makubwa. Kazi ya chuma inayofanyika, sisi ndio waasisi. Afisa madini anafahamu, na ni kazi kubwa. Lakini juzi mwezi wa pili tumezuiwa ile barabara ya kutoka kwa Bojo kwenda kwenye Zinga na Tarua. Sheria inasema usizidi tani 10, lakini mheshimiwa, huwezi kufanya ile kazi na tipa ya tani 4. Lakini tulipeleka maombi siku za nyuma kwa TARURA kwamba tunaomba tuitumie barabara katika viwango vyenu katika mwaka mzima wa kazi zetu, kwa maana ya gharama za urekebishaji wa barabara ni juu yetu. Jambo hilo kidogo wenzetu hawajalielewa na kazi imesimama. Kwa hiyo hili tunaomba utusaidie, vikwazo hivi viondoke, kwamba tuna uwezo wa kumaintain status ya barabara katika uhalisia wake katika kipindi chote cha kazi, lakini kazi isisimame. Hili tunaomba muondoke nalo, ukatusaidie. Mengine ni muunge mkono mdogo wangu Mwambash, amefanya kazi kubwa sana. Nadhani aliongea wachimbaji wote hawa, kama kuna mwenye ziada ya yale kwa dolomite basi apate hiyo fursa, lakini ya kwetu ni haya. Ushauri wetu ni huo, tusaidiane ili tuweze kufanya kazi. Tunaoda pale zaidi ya tani 100,000 katika kipindi cha miaka 2, lakini mzunguko wake wa huku tunako yatolea hayo madini ni hasara tu, Hili mkatengeneze kwenye busara zenu kwamba tutasimamia hawa wakati wanafanya hii biashara, status ya barabara, kwa sababu tulifanya zaidi ya miaka 3 mfululizo. Afisa madini anafahamu
Kwa hiyo tuko kwenye mtihani huo, lakini sasa tumekuwa wakubwa tena, hatuandiki kule. Niliposikia unakuja tukasema hapana, mwenzetu tuje tumwambie. Na wale watu ukiandika wakati mwingine unaweza kakasika wasema tufuate sheria, kwa umekwama kabisa. Sasa kupitia hiki kikao chetu hapa, hatukuandika popote, hatukubishana nao popote. Ni busara tu kama rais wa shirikisho wa wachimbaji wako kwamba jamani, hawa watu wamekwama sasa, wanaoda na inakufa, na ndio sehemu yao ya kipato. Wanalipa kodi hawa, wanalipa ushuru, wanalipa mirabaha, lakini vyote vimesimama. Sasa tutumie busara sasa, kawasimamieni ili walinde barabara yenu isiharibike na kazi ifanyike. Sisi kwetu hii utakuwa ni msaada mkubwa sana. Tumekwama kabisa. Basi asante. Kama kuna mwingine aweze kunani hii. Mimi nilikuwa nasemea kwa sisi sasa tusiojulikana. Maana sisi sio wachimbaji, ila ni watengeneza hizi kokoto. Lakini kwenye hilo grupu la wachimbaji sisi tunaingizwa kwa sababu tunatumia huo uchimbaji wao, sisi ndio tunufaisha. Ila kwenye uchimbaji hatuna uwezo wa kuchimba, lakini sasa bado katika utengenezaji wetu tunahitaji soko vile vile na sisi ili tuweze kuishi. Na kwa sisi hapa soko letu tunategemea mtu aje huko akamatwe na dalali. Yule dalali akija anakuja mwenyewe na bei yake anayotaka. Sisi tunauza tu kwa sababu hatuna kwa kupeleka. Kwa hiyo labda sisi nao sijui tunaweza kupatiwa msaada gani labda katika kupata soko, na pia utendaji wetu wa kazi sio rafiki kwa sababu sisi tunakaa tu, umetoka huko msituni hapo unaweka kambi yako unafanya kazi, na maana hatuna sehemu maalum kwamba hapa ni kwa ajili ya wachimbaji wagongaji, hamna, au hapa ni kwa ajili mtu nakuja na nikitaka niende sehemu fulani ndio nitawakuta. Ina maana ukija tu hapo barabarani atakaye kukamata ndio huyo mteja kaja huko na hela yake labda bei kamili, lakini akija hapa inakuwa tofauti kwetu. Ina maana akija hapa dalali yeye wataelewana bei yake, akija hapa hata akitaka nanunua ndoo 1000 inabidi uuze, maana wewe ukikataa mwenzio anauza na wewe una shida, inabidi uuze. Kwa hiyo ombi ni kwamba kama kuna uwezekano na sisi tungetengenezewa hata mazingira walau kwamba tupatiwe sehemu kwamba hapa ni kwa ajili ya wagongaji, na pia tupatiwe kama kuna bei ambayo inaweza kuwa elekezi kwa sisi nao tunaotengeneza kwamba bei yenu ni hii, atakaye kuja chini ya hiyo bei hakuna kuuza. Tungeomba labda tusaidiwe hivi. Amen. Naitwa Abdullahi Salimu Msisi. Sisi wote wananitambua. Ni mfanyakazi ya wachimbaji madini ya Dolomite. Tunachimba tilipu shilingi 20,000. 20,000 hiyo unaondoka nyumbani. Uje hata chochote. Unakuja unakunywa chai ya shilingi 2,000. Unafanya kazi. Mchana njaa inauma. Narudi na mgawani, unakula chakula cha shilingi 2,000. Ukitoka hapo jioni unapewa shilingi 20,000 ni tilipu moja. Unaenda pale nyumbani unakuta ambiwa sisi tumekopa pale shilingi 4,000 tumekula chakula cha mchana. Unaenda unalipa na unanunua tena chakula cha jioni 4,000. Ina maana ile 20,000 inabaki kitu gani? Kwa tunaomba hiyo bei iongezeke. Kuna mwenye swali nyingine, mwenye ushauri, mwenye maoni? Simama hapa. Asalamu alaykum. Mimi niliyosimama hapa naitwa Salma Muhammad Mwempotwe. Nataka nitoe majibu kidogo kwa huyu aliyopita, maana mimi ni mchimbaji vile vile. Yeye kalalamika kuhusu bei wanayopewa ni ndogo, na sisi pia hatupendi kuwapa bei hiyo, ila tunawapa kulingana na hali ya masoko. Hali ya masoko ndio inaoacha mpaka tunafanya bei hizo, lakini na sisi vile vile tunakosa kidogo, hatuwatendei haki. Kwa upande mwingine wafanyakazi tunatakiwa tuwapunguzie kwenye upande wa ulaji. Akinywa chai asubuhi, basi mchana tuwatambue, japo hata kwa ugali tu mwambie njoo na dagaa, unga nitatoa.
Hilo sasa ninatoa hoja hiyo kwa wachimbaji wenzangu. Tuwasaidie. Mimi ni mchimbaji mwenye leseni. Kwa hiyo hilo hapo, naomba na sisi tufanye msaada kwenye hiyo 20,000 kuongeza. Tunapenda lakini tunashindwa kulingana na masoko, bei ziko chini. Iwapo zitaongezwa bei, basi na sisi tutawatambua kuwaongeza kidogo. Ila kwa sasa hivi wachimbaji wenzangu, ombi langu ni hilo kwamba tuadjust kwenye kula. Sawa. Unga tuwachukulie, hata ukimwambia njoo na dagaa, unga nitatoa, utakuwa umempunguzia kidogo. Kwa hilo naomba tufanye hivyo. Halafu lingine kwa upande wa wagongaji wa kina mama, watengenezaji kokoto. Watengenezaji kokoto wana mazingira ambayo sio salama. Mazingira ambayo sio salama, cha kwanza, bei ziko tofauti tofauti. Huyu anakuja na bei ya 1500, maana hapa kuna aina 3. Kuna talazo, kuna skatini, kuna silkota. Kwa hiyo hivyo vitu ni vitu ambavyo vyote wanahangaika navyo, lakini nilikuwa ninahitaji talazo iwe na bei yake kwa sababu ina urahisi. Skatini iwe na bei yake, ina ugumu. Mtu mpaka kufikia debe la skatini amefanya kazi kubwa mno kiasi kwamba hata unamuonea huruma, kwa sababu hata mimi pia nagonga talazo vile vile. Kwa hilo nalo naomba wakina mama wasaidiwe kwa hilo, japo masoko myaboreshe kama serikali. Yaboreshwe masoko ya kina mama, kwa sababu hii talazo skati inatambulika Tanzania nzima. Ina mapambo, kuna nini, tailizi, kuna vitu vingi ambavyo vinatumika kwenye talazo na skati. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa, hilo naomba ulifanyie kazi, uweze kutusaidia na sisi wakina mama tupate soko la kueleweka, tupate bei elekezi. Asanteni sana. Mimi natosha. Hili natosha. Sasa nafasi ya Mheshimiwa Rais kwanza ajibu haya aliyosema. Umetoa ushauri mingine na mingine ni maswali, mingine ni hoja na machangamoto. Mwacheni Rais sasa ajibu, alafu tutaona hatua nyingine. Haya bwana, njoo wewe wa mwisho kabisa. Uniambie na mlitendewaje haki. Haya, karibu. Asalamu alaykum. Kwa shikamoni. Rais bwana, tunashukuru leo tena umefika. Si bwana, kulikuwa kuna changamoto, sio wajasiriamali wadogo wadogo ambao tunajitafuta kidogo, yani upande wa serikali muda mwingine natubana. Kwenye risiti hapa unakuta labda umechukua labda viroba 20 unasafirisha, unaambiwa ushuru ulipewa kwa viroba shilingi 300. Bado kuna madini. Alafu mimi nashangaa hawa halmashauri wanapandishaje bei bila hata kuja kuongea na sisi ambao ndo wahusika. Si umeelewa hapo? Sasa tunaomba mwenyekiti ulipokee hili, yani uende ukawaamrisha au kutane nao, waambie kwamba wale vijana ambao wanagonga mawe kwa Likwazu, hii issue ya 300 inawaumiza. Ikiwezekana nao waje siku moja waone ugumu wa hii kazi, kwa sababu unakuta lori zima kama hilo hapo ushuru wake ni shilingi 60,000. Alafu unaambiwa kiroba kimoja 300, wakati viroba vinavyojaa lori kama ile pale vinaingia viroba 1000. Kwa hiyo ukipiga 300 mara 1000 ni 300,000. Mawe hayo ambao wanalipewa 60,000 wanalipewa 300,000. Kwa hiyo mheshimiwa, hilo lichukue. Mheshimiwa Rais, hapa nizungumze mambo machache katika yale ambayo nimezungumza. Mheshimiwa Rais, ni kweli ile eneo ni eneo muhimu sana na inatupatia mapato makubwa sana. Kwa kifupi tu, japokuwa tulikuwa hatujaandaa taarifa, lakini kwa miezi 3 iliyopita iliweza kutusaidia kwa thamani tu ya madini yaliyozalishwa hapa yalikuwa na zaidi ya milioni 650. Kwa hiyo ni kiasi kikubwa kwa kweli uzalishaji wake, na tunapata mapato kupitia hivyo. Sasa niende kwenye changamoto ambazo zimejitokeza. La kwanza ni ile la service levy la halmashauri. Kweli hili la service levy, jamani, tumekuwa tukipokea malalamiko kutoka maeneo mengi, si hapa tu kwa Likwazu, lakini maeneo mengine yote. Service levy inalalamikiwa.
na tumekuwa tukijaribu kwa namna zozote kuona namna ambayo hii service levy inaweza ikaendana na uhalisia, kwa sababu unakuta sisi ambao ndio wasimamizi wakuu tunachukua kidogo kushinda kile ambacho halmashauri wanafanyaje, wanakichukua. Tumekuwa tukijaribu kuliongelea sana na kutoa elimu kwenye vikao mbalimbali, lakini ukinzani tunaopata huwa ni kwamba tunaambiwa hili sio maamuzi ya halmashauri, ni maamuzi ya baraza la madiwani. Sasa wakishasema kwamba ni maamuzi ya baraza la madiwani na wana bylaw, wana sheria ndogo ambazo wanazitumia kama halmashauri, wanakuambia mpaka baraza la madiwani likae tena wapitie hii changamoto, waichakate, waweze kufanyeje, kushusha bei. Sasa kwa kweli hili limekuwa ni changamoto, kwa sababu wanaahidi hivyo, lakini badala ya kushuka kama mlivyoeleza kwamba zimeendelea kupanda. Labda tuone rais atatushauri namna ambayo sasa sisi tuone, tukutane kabisa na hilo baraza la madiwani, tuwaeleze hii changamoto moja kwa moja ili tuweze kupata utatuzi. Lakini kikwazo kikubwa, hii changamoto tunaijua, lakini tunapopeleka na sisi kama wasimamizi wenu wa upande wa sekta ya madini, wanatuambia hawao hawana maamuzi kwa sababu ni maamuzi ya baraza la madiwani. Kwa kuwa pia hawa madiwani tunakaa nao huko, ndugu zangu, na sisi ni wachimbaji, pia tuwapelekee hii kero kwamba bwana, kuna vitu ambavyo mnapitisha huko kwenu vinatuumiza, mtusaidie katika kufanyeje, kuyaweka sawa ili tuweze kulimaliza. Kwa hiyo nilitaka nizungumze kidogo. Habari zaidi? Nzuri. Hapa tuko Tanga. Na wewe kama mtendaji mkuu wa FEMATA ambao unaingia kwenye tume ya madini, tulikubaliana na mkakaa wizara zaidi ya 5 pale Singida kujadili swala la service levy. Hili likoje mpaka sasa? Kwa sababu ni kweli kabisa FEMATA tumejaribu kuongelea sana serikali vizuri kwa muda mrefu, lakini hili swala la service levy halishirikishi wadau inavyotakiwa. Ni nini mlichokubaliana Singida ili wachimbaji waweze kutokana na hii adha? Kwa sababu unakuta kwamba serikali kuu inachaji kidogo ukilinganisha na serikali za mitaa. Ni nini solution ya kudumu ambayo mlikubaliana Singida, mtendaji mkuu? Watu wote wanakusikiza. Asante Mheshimiwa Rais. Ni kweli wizara kushirikiana na wizara ya madini kwa kushirikiana na TAMISEMI iliitisha mkutano ambao tulifanya Singida, na tulikutanika wadau tofauti wakiwemo halmashauri za karibuni za Tanzania nzima. Walikutana pale wakurugenzi wote kwa pamoja, tukasema hoja zetu ambazo kimsingi ilikuwa ni hiyo, kuonekana kwamba kuna tozo na zinatofautiana viwango kutoka halmashauri moja mpaka nyingine. Na maamuzi baada ya kile kikao ilikuwa ni kwamba walikwenda, tukaona kweli kuna tozo tofauti na nyingine ni kubwa zaidi, na zinapelekea baadhi ya wachimbaji wanashindwa hata kufanya shughuli zao kutokana na tozo kuwa kubwa kuliko kawaida. Kwa hiyo maamuzi ya mwisho yalikuwa ni kwamba walichukua yale maazimio yetu pamoja na wadau wote na kukubaliana kwamba walienda kuunganisha yale mawazo pamoja ili itoke sasa kwa pamoja kati ya wizara, TAMISEMI pamoja na wachimbaji madini. Kwa hiyo kikubwa tunachofanya Mheshimiwa Rais ni kufanya follow up ile ya mwisho ambayo ilitakiwa ifanyike ili kuweza kutoa mwongozo katika kwa sheria ambao sasa ndio utakuwa umesecurity kwa wachimbaji wote Tanzania. Lakini kikao kilifanyika na iliwahusisha viongozi wa FEMATA pamoja na wakurugenzi pamoja na wizara, wote tulifanya kikao. Basi asante, lakini mimi ambacho nataka niendelee kukuomba, lakini pia niombe wizara yetu ya madini pamoja na serikali kwa ujumla, ni kwamba wachimbaji wa madini Tanzania wanahitaji sana kuchangia mapato ya serikali. Wanahitaji sana wachangili na wao waonekane kwenye kapo kuu la nchi yetu ili sekta hii iweze kuheshimika. Lakini kinachotushangaza na masikitiko yetu makubwa ni sheria ndogo ndogo za halmashauri zinazotungwa bila kushirikisha wadau na wanakuja wanachaji kwa nguvu. Hiki hakikubaliki. Sisi ni Watanzania, lazima tukubaliane. Serikali kuu ina miongozo ya kisheria,
lakini halmashauri pia zetu tunahitaji tuchangie, kwa sababu ndiko tunakotoka. Lakini mwisho wa siku tukae kwa pamoja, tuone kwa kina kwamba hicho kinachotakiwa kuchajiwa, je, hakiathiri mchimbaji moja kwa moja, kwa sababu kinamuathiri mpaka mponda kokoto. Sasa hili sidhani kwamba ni nzuri. Mimi niombe serikali yetu tukufu chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan na waziri wetu wa madini, lakini pia waziri wa TAMISEMI walione hili kwa maksudi. Kuna miungu watu huko, lakini kibaya zaidi ni kwamba watu wote wanadhani kwamba sekta ya madini ni sekta ambayo ina fedha za juu juu. Hii ni sekta ambayo watu wanahaswa kwa miaka 10, miaka 20. Watu wanaingiza fedha, na tumekubaliana kimsingi kwamba tunatoa kwenye mtaji, tulipe kodi ili tuweze kujenga uchumi wetu. Kwa hiyo hili la halmashauri ni kero, ndugu yangu mtendaji mkuu, naomba ulibebe tena leo, sio kesho, usisubiri. Ukutane hao wadau wote, tulipatie majibu. Kila nakopita malalamiko makubwa yanaenda kwenye halmashauri. Sawa Mheshimiwa Rais, mimi nalifanyia kazi na ndio kwa mrejesho kabla ya mwisho wa siku. Jamani tumpigie makofi.